Morgan Washington ni mani, yani mlezi wa kiume wa watoto, lakini kwa bahati mbaya huyu mshikaji kafukuzwa kazi na mwajiri wake wa zamani, na sasa akiwa na kiu ya kazi mpya anakutana na tangazo la kazi lililotangazwa na mama mmoja anaitwa Loni. Huyu Loni ni mpishi maarufu na pia ni mama wa mtoto wa miaka 7 wa kiume anaitwa Jalen. Wanatafuta mlezi wa kumlea huyu mtoto wa kiume, yani mlezi wa Jalen. Morgan ni mfuatiliaji wa hali ya juu, anamchunguza Loni kwa kumfuatilia kwenye mitandao ya kijamii na kusikiliza interview zake, na akagundua kuwa mama huyu ni mpishi wa kipindi maarufu kinachorushwa kwenye luninga kinachoitwa The Kitchen Rebel, na hiki kipindi kinarekodiwa nyumbani kwake. Morgan anachukua notebook yake nyeusi na anabandika picha ya Loni na Jalen juu ya cover, na hapa tunaona kuna notebook zingine zikiwa zina picha za wazazi wa kike na watoto wao. Humo kwenye hizo notebook anaandika taarifa muhimu kama vile Loni hapendi kuchelewa, Jalen anapenda timu ya Shark ya mpira wa kikapu, Loni hapendi kula chocolate kwani inampa maumivu ya kichwa, na pia anapenda mambo ya kitandani kwa mtindo fulani hivi. Hizo ni taarifa alizozikusanya kwenye interview za mama huyu na kupitia mitandao yake ya kijamii. Lakini kwa bahati mbaya Morgan anakumbana na kikwazo cha maombi yake kukataliwa, na sababu eti kwenye akaunti yake ya kuombea kazi kulikuwa na picha ambayo hajavaa shati. Upande wa pili tunakutana na Loni ambaye anapokea habari kutoka kwa msaidizi wake anaitwa Mercedes. Anaambiwa kuwa wachapishaji wake wanataka faili la kitabu chake cha mapishi wiki moja kabla ya siku ya kukichapisha, na kwamba mtandao wa televisheni uko tayari kumsaini kwa mkataba mpya ambao ni mzuri zaidi wa mkataba wake wa awali. Akamwambia na kuhusu mlezi wa mtoto, yeye anaona watafute mlezi wa kike tu. Loni naye akaunga mkono wazo hilo la mlezi wa kike. Wakati huo huo anakuja Shannon. Huyu Shannon ni jirani na rafiki wa karibu wa Loni. Anamtembelea na wanaanza kupiga umbea. Shannon akimwambia kwamba nasikia bosi wako anataka kukutoa out shoga yangu. Huu ni wakati wako mzuri wa kurudi ulingoni baada ya kuachana na mume wako. Na hapa tunafahamu kwamba Loni ameachana na mume wake na bosi wake anamtaka. Shannon anatoka zake nje na wakati anatoka anakutana na Morgan ambaye anasema kwamba yeye ni mwombaji wa kazi ya mlezi wa mtoto. Shannon anavutiwa na sura na umbo la mshikaji, urefu nini, na anamkaribisha mpaka ndani kwa rafiki yake. Wanaingia ndani na Shannon anamwambia Jalen amtaarifu mama yake kuwa kuna mgeni, kisha anaondoka. Lakini Morgan, kumbuka, tayari ameshasoma kila kitu kuhusu hii familia, hivyo anavyopata ile nafasi ya kukaa na yule mtoto anaamua kumvutia kwa kumwambia vitu ambavyo anajua kuwa mtoto huyu anavipenda. Anamuuliza Jalen kama kuna PlayStation, na hapo anajazia kwamba ana furaha sana sababu timu ya kikapu ya Sharks imeshinda. Hivyo vitu alivyovitaja hapo ni vitu vya mtoto ambavyo anavipenda, na kwa jibu hilo Jalen anapata mshawasha wa haraka na anataka kumjua vizuri huyu jamaa. Wanakuja Loni na Mercedes na kusema kuwa wamewakataa waombaji wa kiume wa kazi ya nani, lakini Morgan anapiga chenga kwa ujanja wake na kuambia kuwa mara nyingi watu humchanganya na mwanamke kwa sababu ya jina lake, kwamba jina lake ni la unisex. Kuna Morgan wa kike na kuna Morgan wa kiume, lakini Loni alishamuona kwamba mwanaye anaongea na Morgan, hivyo Loni anaamua kumpa nafasi ya interview. Wakati wa mahojiano Loni anamuuliza Morgan ni kinywaji gani anatumia, lakini Morgan kwa ujanja wake wa hali ya juu anajibu kwa tabasamu, kinywaji chochote tu isipokuwa chocolate ya moto, maana chocolate ya moto inanipa maumivu ya kichwa. Loni anashangaa na kusema kuwa na yeye ana tatizo hilo hilo, na hata kwa wakati huo kichwa kilikuwa kinamuuma. Kabla hata hajamaliza sentensi yake, Morgan anatoa chupa ndogo ya mafuta ya peppermint toka mfukoni mwake. Huyu mwamba apotezi pointi, anasimama na kumfuata Loni, kisha anamwambia njoo nikondolee maumivu yako. Taratibu Morgan anachukua mkono wa Loni na kuanza kumpaka mafuta huku akimkanda kwa ustadi kwenye kifundo cha mkono, na anaelekea hadi kwenye shingo akipafanyia masaji. Jamaa kwa sauti ya mahaba anasema umebana sana shingo, emlegeza kidogo. Loni anashusha pumzi na ndani ya sekunde chache misuli yake iliyokuwa imekaza inaachia. Sasa vipi, kichwa bado kinauma? Morgan anamuuliza kwa tabasamu la mitego zaidi. Wakati huo huo mlango unafunguliwa kwa nguvu na anaingia mwamba mmoja anaitwa Darren. Huyu ndio mume wa zamani wa Loni. Kitendo kile anakishuhudia kinamfanya ajae wivu wa wazi wazi. Anamtazama Morgan kwa macho ya kutafakari, kisha anashusha pumzi nzito akisema kwa sauti yenye dharau, huyu jamaa mbona kama ni modo, ataweza kazi ya kukaa na mtoto kweli? Darren anamjulisha mtoto wake ambaye anaitwa Jalen kuwa safari yao ya kwenda kambini ameiahirisha, na mtoto anasikitika. Lakini kabla hajaanza kulalamika, Morgan anajitolea kumsaidia kufanya homework na wanawapa Loni na Darren nafasi ya kuzungumza. Wakiwa sebleni, moto unawaka. Loni na Darren wanaingia kwenye ubishi mkubwa. Darren anapinga wazo la kumwajiri Morgan kwa sababu ya muonekano wake, lakini Loni anamkumbusha jinsi alivyokuwa baba asiyejishughulisha na maisha ya mtoto wake wakati wa ndoa yao, na anamwambia
anamwambia asiwapangie nani atakaye kuja kufanya kazi hiyo. Inaonekana baba wa mtoto tayari kaona mke atachukuliwa na huyu Mario. Baada ya mabishano hayo, Darren anaondoka kwa hasira. Morgan akijua kuwa hii ni nafasi yake ya kujipenyeza tena, anajitolea kumsaidia Lonnie kama anahitaji masaji tena. Lakini Mercedes anawakatiza interview yao na Morgan hana jinsi bali kuondoka, kwani interview ilikuwa imeshaisha. Mercedes, ukiachana na kuwa msaidizi wa Lonnie, lakini pia ni rafiki wa ukweli, alijitolea kumpeleka Jalen kwenye safari ya huko kambini ili Lonnie na yeye apate muda wa kumaliza kitabu chake cha mapishi. Lonnie anamuuliza Mercedes, unamuonaje Morgan? Labda kumwajiri sio wazo baya, ukizingatia na Jalen pia ameshampenda na Darren si baba wa kutegemewa, kwa hiyo hawezi kutupangia mtu wa kuishi naye kwenye maisha yetu. Lakini Mercedes anamtahadharisha akimwambia kuwa kuna kitu cha kutatanisha kuhusu jamaa huyo. Fikiria tu, anasema sasa Mercedes kwa sauti ya wasiwasi, aliwezaje kupata anwani yako na tulishamkatalia application yake? Huyu Mercedes anaonekana na kipawa cha kipekee, anaweza kunusa tabia za hovyo kutoka umbali mrefu, na kwa Morgan hilo ni tatizo. Kajuaje hii ndio nyumba anayokaa mtu anayetaka kuajiri? Hilo ni swali ambalo Mercedes anamuuliza Lonnie. Wakati huo huo mlango unagongwa na huyu hapa ni bosi wake Lonnie, anaitwa Zack. Anafika na maua mkononi na anataka kumtoa out Lonnie, lakini Lonnie anampa ukweli mchungu. Anamwambia mipango imebadilika, na anasema kwa upole lakini kwa msisitizo. Kisha anamwambia kuwa bado hayupo tayari kuwa na mahusiano, kwani talaka yangu imekamilika hivi karibuni, hivyo siwezi kuwa na mahusiano mapya kwa sasa. Lakini kwa umbali tunamuona Morgan anawaangalia. Usiku unapoingia, Morgan ana mpango mwingine, na akiwa amevalia kama mpeleka mizigo anaingia kimya kimya hadi kwenye jengo la Mercedes. Anapanda ngazi kwa tahadhari na kuweka paseli kama ngazi 10 hivi chini hadi kufikia mlangoni kwa Mercedes. Kisha anamwaga mafuta ya kupikia kwenye ngazi na sehemu za kushikia upande wa mkono wa ngazi. Baada ya mtego wake kuwa tayari, anaenda na kubonyeza kengele ya mlango wa Mercedes, na Mercedes bila shaka anatoka chumbani na kushuka ngazi kuchukua mzigo ule. Lakini kabla hata hajafika mbali, anaanguka vibaya, mguu wake ukavunjika kwa kishindo kikali. Anajaribu kuinuka lakini anajikuta amelamba mafuta ya kupikia. Upande wa pili, Shannon anakuwa na mpango mwingine. Anamshawishi Lonnie kumwajiri yule mkaka wa asubuhi ambaye sasa ni Morgan. Lonnie anapokea taarifa kuhusu Mercedes kwamba amevunjika mguu, na Shannon anamshawishi Lonnie aweze kumwajiri yule mkaka wa asubuhi, yani sasa amwajiri Morgan. Anamwambia kwamba una ratiba ngumu na unahitaji msaidizi, ukizingatia msaidizi wako wa sasa hivi amevunjika mguu. Basi Lonnie anachukua simu yake na kumpigia Morgan na kumwambia kwamba amepata kazi na hivyo kesho aje kazini, na anampa taarifa ya msaidizi wake kuvunjika mguu, akimwambia kwamba kesho inabidi waende kambini wakiwa watatu. Asubuhi inafika na wanapanda gari kuelekea mahali pa utulivu kwa siku chache. Huko wanatembea msituni. Morgan anampikia Lonnie chakula kitamu sana. Lonnie anashuhudia Morgan akipasua kuni kifua wazi, yani ni full bata. Kumbuka huyu mama ametoka kuachana na mume wake, kwa hiyo hapo alipo yeye mwenyewe haelewi. Kwa hiyo mama huyu mawazo anayoyapata akimwona kijana amevua shati, hayatakiwi kusemwa hata hadharani. Muda si muda, Shannon anapiga simu akitaka kujua mambo yanayoendelea huko kambini. Lonnie anafurahi na anasema wazi kuwa Morgan amevuka matarajio yake. Anacheka kwa aibu na matamanio, hasa Shannon anapouliza vipi huyo Morgan anakaaje akiwa amevaa boxer. Lakini mambo yanachukua mkondo mwingine wakati wanaandaa chakula cha jioni. Morgan na Lonnie wakitengeneza cookies. Morgan anaanza kumsimulia kuhusu marehemu mama yake, akisema kuwa kila mara hubeba bangili yake ili aendelee kujihisi kuwa yupo karibu na mama yake. Na Morgan anaendelea kupenyeza simulizi zake za maisha kwa ustadi wa hali ya juu, na anamweleza Lonnie jinsi mama yake alivyokuwa na mpenzi mkatili aliyemchukia na kumpiga yeye Morgan, na akamfanya mama yake amfanye chaguo namba 2. Hadithi hii inamsikitisha sana Lonnie, na yeye anaanza kufunguka kwa kusema kwamba mume wangu naye alinifanya niwe chaguo namba 2 kwa kipindi cha muda mrefu sana, lakini nashukuru Mungu sasa hivi nimeachana naye. Ila changamoto ninayoipata ni kwamba nahisi naweza nikamleta mwanaume mwingine mpya kwenye maisha yangu, alafu na mimi nikamfanya mtoto wangu akawa chaguo namba 2. Na hisia zinawajaa watu wale wawili. Morgan anamvuta Lonnie kisha anampiga busu la ghafla, lakini Lonnie anajitoa haraka kusogeza uso. Morgan akiwa na uso wa wasiwasi anamuuliza kama ni kwa sababu ya Zack ambaye ni bosi wake, lakini Lonnie anamwambia hapana, mimi ni mwajiri wako na wewe haupaswi kufanya kitu kama hicho. Morgan anang'ang'ania na kusema mbona hamna shida bosi, lakini mama huyu anakasirika na anamfuta kazi pale pale. Huyu bimshangazi hataki mambo ya ajabu kabisa. Asubuhi inayofuata Lonnie anajaribu kuwasha gari yake, lakini haliwaki hata kidogo. Hawana jinsi ila wanaamua kurudi kambini na kula chakula cha asubuhi. Wakiwa wanakula, mama yule anakosa subira na anaamua kumpigia simu Zack aje kuwachukua yeye na mtoto wake, lakini mtoto anasema
kwamba natamani sana Morgan angekuwa anatupikia kila siku, kwani anajua sana kuandaa chakula. Hapo kumbuka huyu dogo ajui kama Morgan tayari ameshafukuzwa kazi. Morgan akatabasamu na anaamua kuchomeka kitu. Sikashajua mtoto anamkubali, akasema lakini nahisi kama boyfriend wa mama yako anaitwa Zaki hatopenda mimi kuwa hapa mara kwa mara. Mama akajibu kwa haraka, Zaki ni rafiki yangu tu wa kazini. Lakini mtoto anapandwa na hasira na kumwambia mama yake, kwa nini unielezi mambo haya? Unakuwa una siri nyingi sana juu yangu. Na anaondoka mezani pale. Morgan anatumia fursa hiyo kumteka Jalen kiakili. Ikiwezekana apate nafasi hiyo kurudishwa kazini. Anamuomba msamaha Loni na anamshawishi mtoto naye akamfuate mama yake na kwenda kumuomba msamaha kwa kumpandishia sauti. Jalen anamuomba mama yake msamaha na Loni anamhakikishia mwanae kuwa endapo nikipata mchumba wewe ndio utakuwa wa kwanza kufahamu. Zaki anapofika, Jalen anamfurahia sana kwa sababu ya gari lake la kifahari. Na Morgan akijaribu kurejesha nafasi yake, anajitolea kurudisha gari la bosi wake mpaka nyumbani kama wao wanapanda gari la Zaki. Lakini mshangazi yule anaamua kumwambia yule kijana kwamba wewe ni kijana mzuri na tafuta kazi nyingine, na kwenye hiyo kazi nyingine usijihusishe na mahusiano na bosi wako. Usiku unafika na mshangazi anaamua kumpa nafasi bosi wake, na wala si nafasi ya kazi, ni nafasi ya michezo chumbani. Wanaamua kuzagamuana kinoma. Siku inayofuata Morgan anafika nyumbani kwa Loni kuchukua cheki yake ya malipo, lakini hajaja mikono mitupu. Amekuja na keki kama ishara ya amani na kuomba msamaha. Anamwambia Loni ameamua kujiunga na chuo cha upishi, lakini ada yake inategemeana na kazi atakayopata ndio itamsaidia kulipa hiyo ada. Huyu jamaa kama vile amekuja kutia huruma hapa. Loni anaamua kumrejesha Morgan kazini kwa kumuonea huruma. Inaonekana huyu bimshangazi hana msimamo. Mara ya kwanza alimwambia jamaa hataki mahusiano, kilichofuata wote tunafahamu. Jana kamfukuza mtu kazi, leo kashamrudisha kazini. Shannon anapomtembelea rafiki yake anamkuta Morgan na anaamua kumvuta pembeni na anamwambia kwamba kijana kama wewe lazima uwe kwenye application za uchumba. Niambie basi unatumia jina gani? Morgan anasema yeye atumii hizo application. Shannon anaendelea kumwambia kwamba usiku wa leo atakuja kukaa na Jalen, kwani rafiki yake anapelekwa out na bosi wake. Kwa hiyo atakuja kukaa na mtoto. Morgan alivyosikia vile akamwambia basi ngoja nikuandalie juisi, karibu jikoni. Morgan anaendelea kumwandalia Shannon juisi, lakini cha kushangaza anaweka vipande viwili vya nyama iliyoharibika kwenye juisi hile na kuvisagia humo ndani. Wakati huo huo Mercedes anawasili akiwa na magongo, lakini bado yuko kazini na anakuja kumsaidia bosi wake kwenye kipindi cha kushuti wiki hii. Wakati anarekodi kipindi cha mapishi, Morgan anaunda akaunti bandia kwenye application ya uchumba akitumia majina ya Zaki. Huyu jamaa kila siku anakuja na plani mpya. Haya ngoja tuone. Anajifanya kuwa Zaki anapenda mambo ya kuzagamuana kwenye application hiyo ya uchumba. Yote hii ni kutaka kumharibia Zaki kwa Loni. Baada ya kipindi cha mapishi, Loni anapokea simu ya dharura kutoka kwa Shannon. Anamwambia kwamba nimepata maumivu ya tumbo ghafla, hivyo sitaweza kuja usiku kukaa na mtoto wako. Hapa ndo tunakuja kukumbuka kwamba Morgan alimwekea vipande viwili vya nyama iliyoharibika kwenye juisi aliyompa Shannon. Lengo ni kuchukua nafasi ya kubaki hapo usiku huo. Basi mshangazi hana jinsi, anamfuata Morgan na kumuomba alale usiku wa leo nyumbani hapo. Na Morgan anatumia fursa hiyo kuanza kuvuruga mambo. Jioni inapofika, analiharibu koti la Zaki na kumfanya mtoto alaumiwe. Anajua kabisa ukitaka kuharibu uhusiano wako pale unapodeti na singomaza, basi mkemee mtoto wake. Jalen anapojitetea kuwa hajafanya chochote, Morgan anamchukua na kumpeleka ndani. Wanapofika ndani, huyu Morgan anaanza kupandikiza akili nyingine za ajabu kwa huyu mtoto. Anataka mtoto amchukie Zaki. Hivyo anamwambia kwamba mimi nahisi Zaki atakuwa ameharibu koti lake vile ili mama yako akukemee. Mtoto anajisikia vibaya na anauliza huenda ni kweli? Morgan anamwambia kwamba usijali, mimi nitakulinda wewe pamoja na mama yako, na Zaki sio mtu mzuri kabisa kwenu. Baada ya kutoka kwenye date, Loni anarudi nyumbani kwake. Anafungua mlango wa chumbani kwake na anamkuta Morgan amelala kitandani kwake akiwa amevua shati, na anamueleza Loni kwamba nyumba ya jirani imevunjwa kulingana na Shannon alivyoniambia, na anajitolea kuhamia kwenye nyumba hiyo ili kuwalinda yeye na Jalen. Lakini Loni anakataa ofa hiyo moja kwa moja, na Morgan anatumia mbinu nyingine. Anamwambia kwamba hivi ulimuona Zaki alivyochukia kuhusu koti lake? Hiyo ni red flag, kwamba ni ishara mbaya kwa mwanaume unayotaka kuishi naye kumkasirikia mtoto wako vile. Loni anamwambia basi sawa na kusikiliza, ila naomba utoke chumbani kwangu, tutaongea kesho. Usiku huo mshangazi wa watu anapata ndoto za kimahaba, na katika ndoto yake anamuona Morgan ameingia chumbani kwake akiwa kifua wazi. Yaani ameshaonyeshwa kifua tu, mshangazi wa watu kachanganyikiwa. Siku inayofuata Morgan anaweka kamera za usalama kuzunguka nyumba ya Loni na anamtumia wifi link ili kuonesha kila kitu kwenye simu yake. Mercedes anapohoji kuhusu uvunjaji wa nyumba ya jirani, Morgan anaanza kuleta longolongo akidai kuwa hata akumbuki kama kweli ni nyumba ya huyo jirani, ila kuna jirani ambaye amevamiwa na ana uhakika na hilo. Hii story ya jirani kuvunjiwa nyumba jamaa aliitunga tu. Sasa hawezi kuielezea. Jambo lile linampa Mercedes wasiwasi na anaamua kufanya uchunguzi wa kina na kumuomba namba yake ya NIDA, National ID number. Jambo lile linaanza kumpa
inampa Morgan wasiwasi na kimya kimya anajua atadili vipi na Mercedes. Usiku huo Morgan anaanza kumtongoza Shannon akijifanya kuwa yeye ni Zaki kwenye ile app ya uchumba, na wakumbusha jamaa alitengeneza akaunti feki kupitia majina ya Zaki ili amgombanishe Zaki na Loni. Na sasa kumbe mpango ni kumtongoza rafiki wa Loni ambaye ni Shannon, akijua kwamba Shannon ni lazima atamwambia Loni. Wakati huo huo anaelekea kwa Mercedes kujifanya anaenda kumsaidia na shughuli moja au nyingine sababu amevunjika mguu. Mercedes kwa ujinga wake anamruhusu aingie ndani, lakini akiwa anaendelea kufanya uchunguzi wake, ghafla anaona habari za mtu anaitwa Morgan Washington aliyekuwa amekufa, na mtu huyu alikuwa pia ni mlezi wa watoto. Kwa mshangao anatambua kuwa Morgan anayeishi sasa sio yule Morgan halisi, na yule Morgan alishafariki muda mrefu kidogo. Alivyokuwa mjinga anamuuliza Morgan kuhusu tena bwana yule aliyefariki. Morgan bila kusema kitu anajua tayari siri yake imefichuka na anamsukuma kitandani kwa nguvu. Mercedes akijaribu kupiga kelele na kuomba msaada, Morgan anamfunika na godoro na kumziba pumzi mpaka kipo kinapomfika. Baada ya kuhakikisha kuwa amekufa, anafuta historia ya mazungumzo yake na Mercedes na SMS walizokuwa wanachati, kisha anaingia kwenye laptop na kufuta pia historia ya vitu ambavyo Mercedes alikuwa anavisearch kwa lengo la kufuta ushahidi. Wakati huo huo Shannon anaenda kwa Loni na anamuonesha ujumbe wa Zaki kutoka kwenye app ya uchumba. Loni anamkabili Zaki kwa hasira kuhusu application ya uchumba, na Zaki anakataa na kusema kwamba ana uhusiano wowote na hiyo application, lakini Loni anamwambia wabaki tu kuwa marafiki, hawezi drama za mapenzi kwa sasa. Usiku huo Morgan anavalia mavazi ya wezi na kuingia kwenye nyumba ya Loni kwa siri, akiwa anazunguka huku amejificha sura. Mama yule anaona mtu anapita kwenye CCTV kamera na haraka anapiga simu 911 na kisha anamuita Morgan ambaye alimuomba abaki kwa usiku huo, asijue ni mchezo yake ya kutaka kujiweka karibu na huyo mama. Asubuhi inayofuata Loni anaweka picha ya familia yao mpya mtandaoni akiwa yuko na Jalen na Morgan. Darren anapofika kumchukua Jalen, Morgan anaiba kiberiti chake na kukiweka kwenye kitanda cha Jalen. Yaani kachukua kiberiti ya baba na kukiweka kwenye kitanda cha mtoto. Loni anashangaa kwa nini Mercedes hajaonekana kazini kwa siku kadhaa na anampigia simu apokee. Hivyo anaamua kwenda mpaka kwenye apartment yake. Harufu mbaya inampiga puani anapofungua mlango na tafuta anamkuta Mercedes alikuwa ameshakufa chini ya godoro. Anaporudi nyumbani, Zaki anamuonyesha ushahidi kwamba kuna mtu anajifanya yeye kwenye application za uchumba, na Loni na Zaki wanapatana, jambo ambalo linamkasirisha sana Morgan. Na Loni anamwambia Morgan kuwa Mercedes amefariki, lakini anapogundua kiberiti cha Darren kipo kwenye kitanda cha Jalen, Loni anapata hasira na anampigia simu Darren kwa nini anamuonyesha mtoto kwamba anatumia sigara. Zaki naye ameanza kupata wasiwasi na Morgan, hivyo anapiga simu kwa mfanyakazi wake anayeitwa Sam na anamwambia afanye uchunguzi wa kina juu ya Morgan. Na wakati wanachunguza wanapata sehemu anapoishi Morgan, na hivyo Zaki anaamua kwenda mpaka eneo analoishi Morgan. Zaki anapoingia kwenye apartment ya Morgan anagundua ile notebook ya kumbukumbu pamoja na maelezo yote aliyokuwa akiandika kuhusu Loni na mwanae. Lakini kitu cha kushangaza zaidi, picha ya mama yake Morgan anaitwa Cassandra Cross pamoja na jina halisi la Morgan ambaye ni Nathaniel Cross, vyote Zaki anavigundua. Baada ya kufahamu yale anataka kuondoka, lakini ghafla Morgan anamfumania. Mapambano makali yanatokea, lakini Morgan anamshinda Zaki kwa urahisi. Baada ya kumzidi nguvu na kumuua, anatumia simu ya Zaki kumtumia Loni ujumbe kikiri kwamba alitumia app ya uchumba na hapendi mtoto wa Zaki anavyomuita kwa majina yake, bali anataka mtoto yule amuite baba. Ndio maana alikasirika sana kuhusu ishu ya kodi. Usiku huo Loni anamtajia Morgan kuwa mtandao wa TV unataka kuhamisha kipindi chake kwenda kwenye eneo lingine, na hivyo watakuwa na watazamaji wengi zaidi. Na Morgan akiwa na tabasamu la kinafiki anapendekeza kurekodi kipindi kinachofuata kwenye ile kabini ya kule msituni, kule ambapo walienda kambi mara ya kwanza. Loni anachagua hoteli ya karibu na ile kambi kwa ajili ya kurekodia kipindi chake, na Morgan anajitolea kuwapigia uongozi wa hoteli ile ili kufanya booking ya kutumia jiko lao. Usiku huu baada ya mazungumzo marefu baina ya Morgan na Loni, basi bana wanajikuta wameingia kwenye masuala ya kimahaba. Loni anajikuta amempa juisi ya bamia Morgan na wanaamua kupinduana mpaka panakucha. Mshangazi kashajisahau kabisa huyo. Asubuhi inayofuata Loni anajikuta amelala kando ya Morgan. Akiangalia mkononi mwake anaona jina Cassandra Cross lililokuwa limechongwa kwenye bracelet anayoivaa Morgan mkononi. Wakati huo huo anatumiwa message na mdada anayeitwa Rebecca, anamwambia kwamba usimwamini Morgan baada ya kuona ile picha walioiposti kwenye mitandao ya kijamii. Na Loni anaamua kukutana na mwanamke huyo. Rebecca anasema kwamba mume wake wa zamani alitoweka na kupatikana akiwa amekufa. Baada ya kuona posti ya Loni mtandaoni amegundua kwamba wao wote ni wanawake waliotalakiana na kila mmoja akiwa na mtoto wa kiume. Zaidi ya yote
yote matatizo yalianza mara tu Morgan alipopata nafasi ya kazi kwenye maisha yake, na anamwambia huyo kaka ana tabia mbaya na awe naye makini, kwani atamharibia maisha. Loni akiwa na wasiwasi anaenda kumchukua mtoto wake shuleni na anampigia simu mume wake wa zamani anaitwa Darren akimuomba akutane naye nyumbani. Loni anamwambia Morgan aende nyumbani na atamtafuta pale akimuhitaji. Loni anakaa pale pamoja na mume wake wa zamani ili kumlinda mtoto wao kwa karibu. Siku inayofuata Loni pamoja na mume wake na mtoto wanaelekea kwenye cabin kwa ajili ya kurekodi kipindi bila kujua kwamba Morgan alikuwa anawaangalia kwa mbali. Na Morgan anaona, kwa nini haujanipigia simu? Kuna shida gani? Au umeshajua mimi ni nani? Familia inaenda kambini na Loni anaelekea moja kwa moja kwenye hoteli anayetakiwa kushuti kipindi, lakini pale anakuja bwana mmoja anayeitwa Sam ambaye ni mfanyakazi wa Zack, na anamwambia Loni kwamba Zack hajafika kazini kwa siku kadhaa, lakini kuna kazi ambayo alimwambia aichunguze kisha ampelekee majibu Loni. Sam ndo ameleta majibu hayo ya uchunguzi wa Morgan. Loni anapotazama makala ya mlezi wa watoto wa kiume aliyepotea, moyo wake unadunda kwa wasiwasi, na jina la mlezi huyo anaitwa Morgan Washington. Ina maana huyu Morgan Washington ambaye anamjua yeye ni feki. Pale pale anaamua kuandika jina la Cassandra Cross na anagundua kuwa mtoto wake aliitwa Nathaniel Cross. Ina maana Morgan sio Morgan, ni Nathaniel Cross. Loni anakimbilia kumpigia simu mume wake na akimwomba amtoe Jalen kwenye kabini hiyo, kwani sehemu hiyo Morgan anapafahamu. Lakini kabla hajafanya hivyo, Morgan anatokea kwa nyuma na kumpiga Darren hadi kupoteza fahamu. Loni anafika kwenye kabini na kumkuta Morgan akiwa na Jalen jikoni. Morgan anamshika Jalen mateka akitishia kumwagia maji ya moto. Loni akiwa mwenye wasiwasi anamuita kwa majina yake halisi, Nathaniel Cross. Morgan anashtuka lakini anajaribu kukanusha kila kitu. Anasema kwamba yeye hamjui Cassandra, hamjui Rebecca na hamjui Morgan halisi. Katika sekunde moja ya kupoteza umakini, Loni anamgonga kichwani na kumwamuru Jalen kukimbia, kisha anamwagia maji ya moto usoni na Morgan anaanguka chini. Morgan anaamka na kumrukia kwa hasira, kisha anampiga ngumi na anaamua kumfuata Jalen msituni. Loni anamkuta Darren akiwa na damu kichwani na akamwomba apige simu kwa polisi kabla hajaingia msituni kumfuata Morgan. Anamkimbiza na katika mapambano makali Loni anampiga teke la kwenye familia na Morgan anapata maumivu makali. Loni anamwambia Morgan kwamba hii ilikuwa ni kuhusu mimi na wewe, lakini umevuka mipaka baada ya kuanza kumshirikisha na mtoto wangu katika ugomvi wangu mimi na wewe. Morgan anapiga kelele kwa maumivu na kutaka kumshambulia Loni tena, lakini Loni anachukua kisu na kumchoma. Morgan akiwa anatapatapa kwa pumzi za mwisho anamwambia Loni, baba yangu wa kambo ndio aliyemuua mama yangu pale alipojaribu kunitetea, na nilitaka tu kuwa na familia yenye furaha na wewe. Tatizo hauwezi kutulia ukaishi, ila unapenda kuchunguza mambo. Fikiria jamaa na kataro ndo anakuambia maneno kama hayo. Huyu mshikaji sio mzima na anakufa pale pale. Loni anamkumbatia Jalen akimwambia kuwa sasa wako salama, na mwisho Loni anachagua familia yake na kuachana na mambo ya kazi ambayo yanamfanya anakuwa busy na kuisahau familia yake. Baada ya siku chache Loni anafanya interview ya mlezi mpya wa Jalen anaitwa Gabi, lakini anapokumbuka Morgan alivyomfanyia anakatiza mahojiano yale mara moja na kutupa CV ya Gabi, na anaamua kuwa huu ni wakati wa kumlinda Jalen na si kumwamini tena mtu wa nje wa maisha yake kukaa na mwanae. Na movie yetu inaishia hapo. Basi kama uko nami mpaka muda huu, usisahau kusubscribe na kulike video hii, na pia nawatakia siku njema na majukumu mema.